Ukishafika ndani ya Dar es Salaam, kuwa makini sana na vitu hivi. Namba moja, kuwa makini na makundi ambayo hayaeleweki. Kuwa makini na kuwa na marafiki ambao hujui wanafanya kazi gani. Kwa sababu kama yule rafiki yako vile kazi zako zinazofanyika anazofanya uzijui, ipo siku labda akafanya matukio huko, katika kumtafuta kuonyesha picha anasema bwana huyu mtu tunamuona yupo na fulani. Unaweza kutu unakuja kudako wewe unawekwa ndani. Umeona? Kingine, kuwa makini kuwashobokea ndugu. Ndugu hawashobokewi. Yaani ukifika kama umefika Dar es Salaam kwa ajili ya maisha yako, basi wewe pigania maisha yako. Hii habari si unaharibu kwa watu unasema mimi na ndugu zangu wana hela, mimi hapa na ndugu kibao. Nini. Ndugu, yani ndugu hawezi kusupport kama wewe mwenyewe hujisupport. Kwa hiyo kuwa makini vitu kama hivyo. Yaani wewe ukifika Dar es Salaam jifanye umechangamka, jifanye kama huna ndugu, yani jifanye umepagawa na maisha. Kingine, ukishapanga tayari chumba, una chumba chako upo kwako, piga story na majirani. Kuwa na mazoea na majirani, wao wanakuja kukusalimia, kukupa hai, hata kama hujaamka asubuhi nini, mtu anakuja na kugongea, yani hivyo ili mradi hata siku labda imetokea labda unaumwa ghafla au umekufa ghafla, watu wakuwahi mapema, au unaumwa ghafla umezidi wakuwahi mapema, au umekufa ghafla watu wawahi. Sio mpaka watu wanakuja nakuta mtu ushaoza kitambo tu. No. Lingine na la mwisho, ogopa sana matapeli ukishafika ndani ya Dar es Salaam. Hii nao ogopa sana matapeli. Hakuna vitu vya bei rahisi Dar es Salaam. Uwezo kupata shuka la Kimasai la Bukujelo, huo ni uongo. Uwezo kupata simu ya tati ya shilingi 3000, huo ni uongo. Utauziwa michi ya sabuni mpaka basi. Kwa kuwa makini na matapeli. Mtu mpaka anafika Kariakoo, ina maana kaelekezwa kama Muhimbili ni huku, Mnazi Mmoja ni huku. Sasa mtu anakuja kukuuliza kama Mnazi Mmoja wapi. Kuwa nao makini pia hiyo. Naitwa Korindo 93.